jana Ong'ondo Were ameuliwa, Ong'ondo Were amepelekwa binguni, Ong'ondo Were amefanyiwa ile kitu. Mimi kenye najua adhabu ya kifo ni kifo. Hiyo hata tumefuata Biblia. Nyinyi wote mmekuja mmenipata. Whoever dies by the sword kills by the sword. Ukizoea kuua watu na panga, ukizoea kuua watu na mapanga le, adhabu ya hiyo kifo pia inakuanga mapanga le. Na ndo tumeona Ong'ondo Were yeye pia hiyo kitu imemfanyikia. Watu wamekuwa wakiuliwa na panga, bunduki chini yake, akipeana orders watu wauliwe. Yeye pia siku yake imefika. Huwezi kowe ni mwanasiasa ulichaguliwa userve interest ya wananchi, na una serve interest yako, alafu ukiona ni kama unataka kuambiwa ukweli ufanye kazi yako yenye ulichaguliwa ufanye, unaua watu, unaangusha watu. Kwa hivyo Ong'ondo Were wewe kenye ulifanya, najua hata mimi mtanikujia muniue mimi kama yeye hawa, na naongea na courage kubwa sana. Mimi siogopi mtu, na ndo kwa maana nimetoka kwangu nikashika hii microphone niongeleshe wa Kenya. Ong'ondo Were umekuwa ukiua watu, wewe pia siku yako imefika. Tumeona hadi Pope Francis, yeye pia alikuanga mtu wa kukubali ushoga hii dunia, lakini juu Mungu alikuwa anaona hiyo ushoga ni tabia mbaya na ni kitu ilikataliwa kwa Biblia, yeye pia akafanyiwa ile kitu, kifo ikamfanyia ile kitu. So Ong'ondo Were, wewe penye huko wewe tulia, utulie salama. Hakuna penye imeandikwa ati adhabu, hakuna mahali popote imeandikwa ati dawa ya kukua kichwa ngumu ama dawa ya kupinga kiongozi ni kifo. Sio lazima uwe, kuna njia mingi unaweza deal na mtu. Lakini wewe ulikuwa umezoea hiyo kitu unaifanya chini ya maji, sasa hii imefufuliwa, imeonekana hadharani. Kwa hivyo hapa Kenya si lazima viongozi muue. Kama unaona mtu anakupinga unaweza muita kando, unaweza mpea warning, ama unatumia method nyingine. Method ni mingi, si lazima uue mtu. Nashangaa mbona mwanasiasa lazima uue watu na pesa uko nayo. Sasa shida nashangaa ni gani? Kama ni pesa uko nayo, power uko nayo, mbona usiite huo jamaa mwambie wewe, hii kenye unafanya si mzuri, nisikupate umefanya hivyo. Umuongeleshe vizuri kama kiongozi ambaye anajali wenye walimchagua. Instead wewe unachukua sheria mikononi na kifua. Unaona the best thing unaweza fanya ni kuua watu. Mimi siwezi pigia mtu wote makofi juu ya kifo. Na kifo cha mwanasiasa furaha ya mwananchi. Kifo cha mwananchi huzuni ya mwananchi. Kwa sababu tunaonanga wananchi wengi wameuliwa, wananchi wa kawaida. Hatujaiona mwanasiasa na anahudhuria hata mazishi hata ya mtu mmoja kunanga. Lakini mwanasiasa akiwa mwanasiasa mwenzake, wanasiasa wengine wanahudhuria. Hii inamaanisha aje? Wanasiasa wanatuona kama burukenge. Wanatuona kama watu ambao hawana maana, wanatuona kama watu useless. That's why tunashindana tukipiga kura kila saa. Wakienda hapo wanatuona kama matako yao. Hawatufanyii kazi ambao tuliwachagua. Mimi utawahi sikia ati nimetetea mwanasiasa juu amekufa, yeye cannot. Juu hata mimi yeye hawa sasa najua mimi ni maiti na siogopi. Sasa ujinyonge ukufe ukwe maiti. Sikufi leo. Kufa kesho basi. Kama sio leo. Sikufi leo. Kufa kesho kama sio leo. Na ninashukuru Mungu kwa kunipea hii courage. Kama ilikuwa imeandikwa hii ndio itakuwa njia yangu ya kufanyiwa ile kitu, kuona mauti, basi itakuwa ni hivyo. Mimi sina shida, kenye najua kila mtu atakufa. Kila mtu atakufa. Mfano mwingine tumeona huu kijana wetu Morara Kebaso, yeye pia wakati alikuwa Bomas, uliona venye kuna kiongozi fulani alipeana orders aruhusiwe viti apigwe, apelekwe binguni. Lakini bahati nzuri hakuweza kuenda binguni, alipone hiyo kifo. Baadaye tukaona huo kiongozi mwenye alipeana orders Morara aruhusiwe viti, Morara apelekwe binguni, yeye pia mtoto wake akakufa. Hiyo inamaanisha nini? Kuna Mungu wa ukweli na Mungu ambaye anaona kila kona. Yeye alikuwa ameoda Morara uliwe,
Ye pia Mungu akaona hapana, huyu kijana lazima ni protect. Huo kiongozi mtoto wake kifo ikamfanyia ile kitu ye pia. Ndio alikuwa nadhani unaweza escape. Na kitu kizuri, hata ukuwe na pesa ukuwe utajiri aje, hakuna mtu anaweza ongeza miaka zake za kuishi. Hiyo ndo kitu kizuri. Whether ukuwe ni unaabudu Mungu ama uko katika chama cha kuzimu, hauwezi ongeza miaka yako. Miaka yako ni miaka yako ile. So wanasiasa tuache hiyo tabia ya kuua watu ovyo ovyo, na mko wengi, si huo peke yake. Muache hiyo tabia. Hiyo tabia si mzuri. Mko wengi. Mnaweza kuwa si nyinyi wote lakini mko wengi. Lori ni mingi. Sawa. Alafu nataka kuingia kwa hii Alfred Mutua. Okay. Ndio nimalize nikuachie Moshi. Naona unanipeleka mbio. Nimetoka hapa. So, Alfred Mutua, umekuwa ukikonu wananchi for long. Umekonu vijana, umekonu wa mama, wanaume, ati wazee, ati kuna kazi ng'ambo. Nani amemfunza? Sijui nani amekufunza, sijui kama ni Atuoli. Juu Atuoli ndo mkubwa wa wafanyikazi hapa Kenya mzima. Na najua hizi kosa kwa hiyo mix. Ni venye disema amekuwa mjanja kidogo akajificha. Akaacha hiyo lawama akaachia Alfred Mutua. Ndio Alfred Mutua akanaswa. So Alfred Mutua, kenye ulifanya huu unajua kama kawaida si mzuri. Wakenya wako desperate, Wakenya wako njaa, wanatafuta venye wataenda nchi za ng'ambo wapate kazi. Wewe na hiyo akili yako ukoona the best unaweza fanya ni kuwakon. Mshahara unalipwa lakini utosheki. Wewe ni tumbo karai, wewe ni tumbo lisiloshiba. Mshahara unalipwa lakini utosheki. Ile kidogo ya maskini ndo unachukua. Maskini akamatwe inuliwe juu, tingizwe. Hiyo pesa yako nao kwa mfuko imwagike, tajiri achukue, mwanasiasa achukue. Hiyo ndo tumeona Wakenya wengi wamekoniwa. Unaambiwa ati apply kazi ungoje for some time. Wakenya wamengoja kupata kazi for miezi 6. Duration ya kungoja kazi ni kama duration ya kukaa jela. Miezi 6. Unangoja miezi 6 ndio upate kazi. Alafu hiyo siku ya kupata hiyo application uende ng'ambo kupata job, unasikia unaburukenge ingine mahali kutoka Ukambani, kiongozi anakonu watu. Na amekona hao wananchi pesa mingi sana. Juu unajua hizo maneno za kuenda ng'ambo huwa wafanyiwi bure. Na hiyo bado ni mbaya, hiyo ni ujinga na utakataka. Mtu yote mwenye ako na hakika na kupea kazi hapasi kukuitisha pesa yote, hata shilingi 10. Kwa hivyo sign number 1 ya kuonyesha job ni scam wa Kenya ni kuitishwa pesa, kuitishwa hongo. Hiyo inaonyesha kuwa hiyo kazi sio ukweli. Na ukiona mahali popote unaenda kuitisha kazi hati ikuwe ni ya mjengo, unaambiwa toa hongo. Wachana na hiyo kazi. Hiyo kazi ni ya kuskamiwa na hiyo ni kazi ya uongo. So Alfred Mutua, shame on you wherever you are. Na hiyo tabia ndio ilifanya hadi uligongewa bibi, ulimangiwa. Mtu alilala na bibi yako. Yaani we kazi ujui, kitanda pia uwezi. Yaani unakaa tu mwanaume useless. Unajua hapa duniani mwanaume lazima ukue mzuri kwa sekta moja. Kama una pesa kwa kitanda ukue sawa. Lakini Alfred Mutua pesa uongozi yake anatumia vibaya. Kwa hivyo ni failure kazini na bado ni failure kitandani. Wewe ni kama maiti, yani hakuna kitu unafanyanga vizuri. So Alfred Mutua penye uko shemo ni kabisa.